Habari za wakati tena rafiki zangu popote pale mlipo, na huyu hapa anaitwa DJ Mafy, rafiki yenu katika movies. Lakini leo nimekuja kwa ajili ya ahadi ambayo niliwaahidi kupitia movies. Tutakutana hapa kwenye ile grupu kwa kusudi la kujifunza elimu ya kina kuhusu nafsi ya mwanadamu. Kifupi tu ni kwamba huwezi kufahamu ulimwengu bila kujijua wewe, maana ulimwengu umeumbwa kwa sababu yako. Usipojua ulimwengu, basi ulimwengu utakujua. So kama ulimwengu utakujua kuliko unavyojua ulimwengu, basi kuwa na uhakika wazi ya kwamba ulimwengu utakushinda. Maana maisha yamekuwa ni magumu, mambo kuna wakati haendi, inafika mahali mtu paka anaamua kujinyonga. Na vitu vingine mbalimbali vinaweza kutokea katika maisha ya mwanadamu kwa sababu ya kutokufahamu ulimwengu. Kwa hiyo kusudio la somo la nafsi ni lengo la kukutoa hatua moja kwenda hatua ya pili ya kujijua, ili baada ya kujijua sasa uweze kupiga hatua nyingine ya kuweza kujua ulimwengu. Na mimi naitwa DJ Mafy, lakini ni mchungaji wa kanisa la TRV The Real Voice Church. Tunapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Mwasonga, na tumekuwa tukijifunza vitu mbalimbali, pamoja na kumsifu Mungu, kumwabudu na maombezi na vitu vingine mbalimbali. Ibada zetu ni kila siku za Jumapili, siku ya Jumanne pamoja na Ijumaa usiku. Kwa hiyo kama uko maeneo ya Dar es Salaam unaweza kutukaribia. Kwanza tunaanza kufahamu kwa kina kuhusu nafsi. Nafsi ni nini? Number 1, nataka ufahamu kwamba nafsi ni ile neno ubinafsi. Yaani ukisikia tu neno nafsi inamaanisha ubinafsi. Kwa lugha nyingine unasema umimi. Umimi maana yake vitu vyangu, watu wangu, eneo langu, mipaka yangu. Kwa nafsi ni mipaka binafsi ya mtu, ni mtu binafsi, yani wewe peke yako. Kwa nafsi ni kitu kimoja cha mtu mmoja, hiyo ndio maana nafsi. Lakini nafsi hii ya mwanadamu ili ikamilike imeunganishwa na milango 7. Hii ni milango 7 ambayo inaifanya nafsi sasa ipate kuwepo. Milango 5 inaitwa physically na milango 2 inaitwa spiritually. Physically manake kimwili, manake ni milango inayojulikana ama inaonekana. Spiritually ni milango isiyoonekana. Milango 5 inayoonekana na milango 2 isiyoonekana. Na nitaanza na milango inayoonekana kwa sababu sisi ni watu wa mwilini, tunatamani kuona kwanza. Alafu nitamaliza na milango 2 ambayo haionekani. Mwanadamu namba 1 ni mwili, ni mfuko wa kwanza ama kibebeo. Kwa hakuna nafsi bila mwili. Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Mwanzo 2:7, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akapuliza pumzi puani ya uhai, na mtu ule akawa nafsi hai. Nafsi ikawa hai baada ya udongo kuchanganywa, baadaye akatengenezwa sura ya mtu, kisha Mungu akapulizia pumzi yake yeye, na ndipo yule mwanadamu akasimama akawa nafsi hai. Kwa hapo tunaona nafsi inaweza kutembea, lakini haijakamilika katika mambo yote. Namba 2, nafsi mwanadamu ni kazi. Ukisoma hiyo Biblia katika sura ya Mwanzo pale, Biblia inasema akamfanya huyo mtu, akamchukua huyo mtu, akamweka kwenye bustani ya Edeni ili ailime na kuitunza. Hii ni mifano iliyo hai, ni mifano kwamba mwanadamu amewekwa kwenye bustani. Nikisikia bustani, nimekuambia ni mfano wa dunia na ulimwengu ulivyokaa. Kwa mwanadamu aliumbwa kwa kusudi kujenga ulimwengu na kuutunza. Alimweka kwenye bustani ili ailime na kuitunza bustani. Uliweko duniani ili ujenge ulimwengu na kuutunza ulimwengu. Kwa namba 2 hapo tunaona ni kazi. Namba 3, mwanadamu ni jina lako. Ile inasema huyu mtu alipofanya kazi vizuri, Bwana Mungu akampa jina, akaitwa Adamu. Mwanadamu wa kwanza anaitwa Adamu. Biblia inasema na vitabu vyote vya duniani vinasema na ulimwengu unafahamu kwa mwanadamu wa kwanza jina lake anaitwa Adamu. Naam, huyu mwanadamu anaitwa Adamu, baadaye akafanya kazi kwa bidii sana akiwa tayari analo jina. Basi baadaye Mungu akaona na shughuli zimeongezeka. Hiyo Biblia inatuambia kwamba akamfanyia mtu wa kufanana naye. Maandiko watu inatumia sana kwenye ndoa, lakini yamebeba ulimwengu wote kwamba Mungu akamfanyia Adamu mtu wa kufanana naye ili amsaidie. Akamfanyia msaidizi wa kufanana naye, akamfanyia msaidizi wa kufanana naye ili afanye nini? Ili amsaidie. Amsaidie nini? Kufanya kazi ya kulima na kutunza bustani, kujenga ulimwengu na kutunza ulimwengu. Kitabu cha Mwanzo 2:28 pia Biblia inatueleza kwamba akawabariki akasema, zaeni mkaijaze nchi muwe wengi. Nikimaliza hapa nitaanza kukuchambulia moja moja. Mkaijaze nchi, mkatiishe, mkatawale na vitu vyote. Kwa nafsi ya mwanadamu ni vitu 5. Namba 1 ni mwili, maana mwili ukiguswa utasikia maumivu na utasikia kuchoka. Namba 2, kazi yako ikiguswa utasikia nafsi yako inauma. Namba 3, jina, watu wanagomba jina, kila mtu anaishi kwa jina lake. Unaweza kusikia kina Diamonds, kina nani. Haya ni majina makubwa yaliyoko ulimwenguni. Likitajwa popote tu lile jina, basi mtu anaweza kupata chochote.
Maanake jina ni kitu cha muhimu sana hapa ulimwenguni. Ndio maana watu wanapambana usiku na mchana kutengeneza majina. Kwa jina ni sehemu ya nafsi. Ndio maana leo ukisikia jina lako limechafuliwa mahali, roho inauma, au mtu akikusema vibaya, roho inauma. Kile kitu ambacho kinasababisha usikie maumivu ndani, hicho kitu kinamaanisha kwamba kiko ndani ya nafsi yako, yani ni sehemu ya nafsi yako. Aidha kiko mbali ama kiko karibu, lakini ni sehemu ya nafsi yako. Yani maumivu ya kukatwa mkono na maumivu ya kuchafuliwa jina, maumivu ni yale yale, isipokuwa tu yana utofauti tu wa hisia, lakini maumivu ya moyo ni yale yale. Lakini namba 3 ni watu. Kabla hujapata watu, unapata mtu. Ndio anasema nitamfanyia mtu wa kufanana naye, msaidizi wa kufanana naye. Unapopata jina, unapata na mtu wa kukusaidia kutekeleza majukumu yako. Maana jina linaleta mtu na mtu analeta watu. Ndio maana Mwanzo 2:28 anasema akambariki akasema zaeni mkaongezeke. Maanake ukimpata mtu mmoja mwaminifu anayekubali kukusikiliza na kukutii kwenye hiyo biashara ama chochote unachokifanya, basi yule mtu atakuwa sababu kuleta watu wengine. Yaani hapo nitakuwa utoe kabisa masuala ya ndoa. Hatakuletea watu wengine waaminifu kama yeye. Na siku zinazozidi kwenda, wale watu wataleta na wengine na wengine. Baadaye mtajaza ulimwengu na mtatiisha kwa sauti moja. Lakini kwa sababu sauti imetoka kwako wewe namba 1, kwa wale watu kadiri unavyozidi kuongezeka kwenye maisha yako, ndivyo nafsi yako inavyozidi kuwa kubwa na unazidi kuwa mkubwa. Kwa nafsi utabaki sura ile ile, labda utaongezeka kitambi tu na vinginevyo, lakini mwisho wa siku wewe utakuwa ni mtu mkubwa kwa sababu na watu wengi wako chini yako. Wakufanana analeta wakufanana naye. Sasa tukitoka katika upande wa marafiki, jamaa na watu tunaofanya nao kazi wa kufanana na sisi, ile makampuni yaende na vitu viende. Kija sasa kwenye swala la maisha ya kawaida, ukipata mke sahihi utapata watoto sahihi. Ukipata watoto sahihi utapata wakwe sahihi. Ukipata wakwe sahihi utapata wajukuu sahihi. Wajukuu sahihi, vitukuu sahihi. Kwa mfumo ni ule ule tu, haujabadilika. Na vyote viko ndani ya nafsi. Kwa nafsi mwanadamu ni ukubwa wa ulimwengu wote. Yani nafsi mwanadamu sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa. Alafu ukimaliza unapata vitu. Siku zote watu wanafuata vitu na vitu vinafuata watu. Ukiwa na watu wengi ukosi vitu. Ukiwa na watu wengi ukosi vitu. Kwa watu wanafuata vitu na vitu vinafuata watu. Kwa watu na vitu nimepacha. Ukiona mtu anatafuta vitu anasahau watu, anasahau utu, basi huyu mtu hana akili, kwa sababu vitu haviwezi kuja bila watu na watu hawezi kukaa bila vitu. Kwa namba 4 ni vitu. Nikisema vitu manake fedha, magari, utajiri, nyumba na kila kitu kizuri ambacho unacho. Hivi inaitwa vitu. Na vinaletwa na watu. Na watu hatakaa kwako kama vitu havipo. Kwa wanakuja kama vile wanataka vitu, lakini kumbe nao ndo waleta vitu pasipo kujua. Kwa akili lazima itumike vizuri. Unawezaje kuishi na watu duniani? Alafu ya mwisho sasa, ambaye inakamilisha kitu cha 5, inaitwa hatima. Hatima ni lengo la mwisho wako. Nataka kuwa nani? Nitakuaje? Na kama kuna mbio tunazokimbia, tunakimbilia kuitwa kina nani baadaye, yani kufanya kitu fulani. Kila mtu ana ndoto kwenye maisha yake, aidha amekopi kwa mtu au amezaliwa kwa sababu ya hicho. Lakini nachokuambia ni kwamba Mungu hajai kukurudia mambo. Kila aliyemuumba amemuumba kwa ajili ya kusudi lake maalum, na hilo kusudi lazima litimie kwa namna yote ile. Na hilo ndilo kusudi ambalo lamfanya mwanadamu anashindwa kulala. Ataamka asubuhi na mapema, atalala akiwa amechelewa, akiendelea kupambana ili kukamilisha hatima. Sasa haya ni mambo 5 muhimu sana ambayo yapo kwenye nafsi. Katika upande wa nje ni vitu vinavyoonekana. Ushasikia habari inayosema nyota ina vipengele 5? Sasa ukisikia mtu amekamatwa nyota, basi inamaanisha hivi, nafsi yake imekamatwa katika upande wa nje. Kwa imekamatwa nyota vipande 5. Hivyo vipande 5 maana yake ni mwili, kazi, jina, watu, vitu na hatima. Sasa huu mfuko ukikamatwa na mwerevu ulimwengu huu, anajua nini maana ya nafsi, akakukamata, basi anakufunga. Kwanza kabisa unaweza ukawa ni unatembea tu, kuna vichaa. Ukimwona kichaa na zura tu, maana yake amekamatwa nyota. Vitu 4 vimeshikwa.
mwili tu ndio umebaki ukizurura zurura huko na pumzi, lakini vitu vinne vimekamatwa. Manake kichaa ana jina moja tu, anaitwa kichaa. Kichaa hana kazi, anafanya kazi yote anzura zura tu. Lakini huyo kichaa vile vile hana watu, hana uchungu na mtu wala sikii maumivu ya mtu yote. Kichaa ana vitu zaidi ya matakataka, na huyo kichaa vile vile hana hatima yoyote. Kwa ukiona mtu anzurura, manake ukisikia huyu amekamatwa nyota, manake amefanywa kuwa chizi, asijielewe ni nani. Hizi ni sehemu 4 muhimu nyeti, na ya 5 ni mwili katika nafsi ya mwanadamu. Sasa tunapoendelea kujifunza habari ya nafsi, utaanza kuelewa kwamba umefungwa wapi au nafsi yako imekamatwa wapi. Sio lazima nafsi ikamatwe complete. Ikikamatwa complete unakuwa kichaa. Lakini kuna wakati wewe sio kichaa, lakini umekamatwa sehemu moja wapo, pembe moja ya nyota imekamatwa, au sehemu fulani ya nafsi imekamatwa. Na sehemu hiyo inawezekana ni kazi. Una kazi, kila ukitafuta kazi upate, ama ukipata nafasi siku 2 3 umefukuzwa. Inawezekana wachao umecheza mchezo, wamekamata kwenye kona inaitwa nafsi, kona ya kazi. Inawezekana upendwi, hauna kibali, watu hawakutaki, yaani uko peke yako tu. Umekamatwa katika wakufanana na wewe, una wakufanana naye, hakuna mtu anayekutaka popote duniani. Inawezekana hauna vitu, pesa una, utoka mbaya, au ukipata siku 2 3 pesa zimeisha. Inawezekana pia umecheza katika upande wa pembe moja inaitwa vitu. Lakini pia inawezekana haujui ufanye nini. Yaani unatamani tu, leo unataka kuwa Diamond, kesho unatamani kuwa sui nani. Yaani unahamia tu nyota za, unatamani tu. Haujui wewe unatakiwa kufanya nini duniani. Umekuwa ni mtu wa kufuata mikumbo. Inawezekana pia nyota katika upande wa hatima imekamatwa, ama nafsi katika upande wa hatima imekamatwa. Sasa mambo yote ya 5 ndio yanakusababisha utawale dunia ama dunia ikutawale. Dunia ikikutawala inakamata vyote au baadhi au mojawapo katika hivyo. Na wewe ukitaka kutoka lazima ujue namna kujinasua hapo. Kijua nafsi yako vizuri, utapambana na ulimwengu face to face, kwa sababu unapambana na kitu ambacho unakielewa na chenyewe kinakuelewa. Lakini kwa sasa ni kama mtoto mdogo usiyejua chochote. Hicho ni kipengele cha nafsi katika upande wa nje, na episodi ya 2 nitakwenda kukueleza vipengele vingine 2 vilivyosalia ambavyo hivi sasa vinaitwa spiritually, kiroho. Na sasa hiyo ndio imebeba siri na namna ya kujinasua, lakini paka ufahamu kwa kina. Naitwa DJ Mafy, the real voice kama kawaida, na hii ni Full Respect Family. Pia kanisa letu liko Mwasonga, Dar es Salaam, Tanzania. Tuna mafundisho kila Jumanne, Jumapili pamoja na Ijumaa. Lakini kwa maombezi, kwa ushauri, basi unaweza kupiga namba hizo hapo 0673889801. Lakini pia ukipata voice wasambazie na wengine wapate kujifunza, lakini pia wakaribishe kwenye ile grupu ili tuendelee kujifunza kwa kina. Asante. Kesho tutakutana tena katika vipengele vilivyobakia, yani sehemu 2 zilizobaki. Alafu baada hapo nitakuambia ufanye nini ukiwa huko. Asante sana.